holidays, public holidays, siku za mapumziko, au unaweza kusema siku kuu za kitaifa au sikukuu za umma. Kwa hiyo tutazungumzia kwenye masuala ya sikukuu za umma, sikukuu za kitaifa. Je, unajua sikukuu za kitaifa ni zipi? Sisemi sikukuu za kidini, hapana. Nazungumzia sikukuu za kitaifa. Unazijua? Tunajua nchi yetu ina dini, ila wananchi ndio wana dini. Kwa hiyo je, unazijua sikukuu za kitaifa? Yaani hizi maana yake ni sikukuu za wote. Yaani ikiwa hii sikukuu wewe una dini, maana yake hii ni sikukuu ya kitaifa ya wote. Kwa hiyo inakuwa ni siku ya mapumziko kwa wote. Ila kwa wengine za kama waende kazini, kwa wengine unapumzika. Hizo ndio sikukuu za kitaifa. Siku za kitaifa. Maana yake ni siku maalum. Zika siku za furaha, siku za sherehe, siku za majonzi, siku za mapumziko, siku za kufanya jambo muhimu ambalo la kitaifa zaidi, ambapo hizo siku ndio unaweza kana tukapumzika nyumbani. Sasa nikuulize, unajua sikukuu za kitaifa ni zipi? Na pia unajua ziko ngapi? Je, unajua hizo sikukuu za kitaifa au sikukuu za umma zipo kwa mujibu wa sheria gani? Je, unajua zamani tulikuwa kama sikukuu itaangukia weekend kati ya Jumamosi na Jumapili, maana yake Jumatatu inakuwa ni siku nyingine kuu, tutapumzika ili kuifidia ile siku ya nani? Je, tulikuwa tunafidiaje hizo sikukuu endapo itaangukia siku ya Jumamosi au Jumapili? Unajua Karume Day haitambuliki kisheria kama sikukuu ya kitaifa? Na pia je, unajua Sabasaba ni sikukuu ambayo haitambuliki pia kitaifa na kisheria? Je, unajua nani mwenye mamlaka ya kutangaza siku ya Idi na ikaadhimishwa kitaifa, yani ikawa iwe wa Kristo au Waislamu au wapagani, hiyo siku kwa mapumziko? Unajua nani mwenye mamlaka hayo? Je, pia unajua rais wa Jamhuri ya Muungano, mfano Rais Samia, ana uwezo wa kutangaza siku yoyote ikawa sikukuu? Unajua hiyo? Na hiyo mamlaka katoa wapi? Kuungana mimi moja kwa moja, twende nikakujuze, nikakufundisha, nikakuelimishe kuhusiana na mambo yote niliyo yataja. Usahau kutufollow kwenye akaunti zetu za kijamii, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook kwa jina la Legal and Society. Ila pia kwa wale wanaohitaji video ndefu zinapatikana YouTube. Link iko kwenye bio hapo. Click na itakupeleka moja kwa moja YouTube na utatufuatilia vizuri na kupata elimu hii vizuri kwa urefu zaidi. Sikukuu ya umma au sikukuu za umma au sikukuu za kitaifa zinasimamiwa na kutambuliwa na sheria ambayo inaitwa The Public Holidays Act. Hii ndio sheria ya sikukuu au sheria ya sikukuu hizi za mapumziko. Ndio The Public Holidays Act. Ndio sheria ambayo inasimamia na kuratibu masuala yote ya sikukuu. Ndio sheria hii. Na hii sheria ambayo moja kwa moja inahusiana na hizi sikukuu za umma, na pia imetaja sikukuu za umma ni zipi na mamlaka ya rais katika kutangaza siku yoyote hiyo sikukuu. Na pia hii sheria inatoa mwongozo kwa watumishi wa umma kuhudhuria makazini kwenye sikukuu au kwenye siku hizi maalum za kitaifa au za umma. Inatoa pia mwongozo. Kwa hiyo utahitajika wewe ni kuungana nami moja kwa moja ili upate elimu hii ya kisheria ambayo moja kwa moja inalenga jamii nzima, kuelimisha sheria ili mpate manufaa katika kujua sheria. Kujifunza sheria kwa wepesi, yani unajua hii masuala ya kisheria ni professional ya mawakili, ya wanasheria. Tunapata vizuri hapo. Sasa kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unahitajika uvijue ili endapo itatokea tatizo visikusumbue, na hata kama utamfuata wakili au mwanasheria inakuwa rahisi kutatua jambo lako, kwa sababu vile vitu vya awali unakuwa tayari ushavijua na ushavifanya. Kwa hiyo hapa tunakuelimisha kuhusu sheria na kukupa mwangaza kuhusu sheria, na utajifunza pia kuhusu sheria. Hii sheria ya sikukuu za umma au sikukuu za kitaifa ina vifungu 5 tu. Katika vifungu 5, 3 ndio vifungu muhimu, kwa sababu katika hivi vifungu 5, kifungu cha 5 kimefutwa, ila kifungu cha kwanza kinatamka hii sheria. Kwenye masuala ya sheria kule ndio muhimu sana, kinatamka kuhusu sheria. Sheria inaitwaje? Tuna kifungu cha 2 cha sheria hii. Kifungu cha 2 cha sheria hii kinasema siku zilizoainishwa katika jedwali. Yani sheria ina jedwali. Wala sheria tunapenda kusemelea schedule. Ina jedwali ambayo ndio imeorodhesha hizo sikukuu za kitaifa au sikukuu za umma, ambazo hizo sikukuu zitakuwa zinaadhimishwa kila mwaka. Yani kila mwaka hizo sikukuu zitakuwa zinaadhimishwa. Ni zipi hizo sikukuu ambazo zinaadhimishwa kila mwaka?
Basi tuende moja kwa moja kwenye jedwali la sheria hii au kwenye schedule ya sheria hii ambayo imetuelekeza kifungu cha pili, ambayo hiyo schedule au jedwali imetaja hizo sikukuu za umma. Sikukuu ya kwanza, mwaka mpya. Mwaka mpya hii ni sikukuu ambayo inaadhimishwa kila tarehe moja ya mwezi wa kwanza ya kila mwaka. Lazima hiyo sikukuu iadhimishwe na huwa tunaadhimisha. Kwa mfano sema vinginevyo. Sikukuu ya pili ni Revolution Days. Hii ni sikukuu ya mapinduzi. Hii ni sikukuu ya mapinduzi ambayo inaadhimishwa kila tarehe 12 Januari. Tarehe 12 mwezi wa kwanza tunaadhimisha sikukuu ya mapinduzi. Sikukuu ya tatu ni Eid al-Fitr. Hii Eid al-Fitr inaadhimishwa kwa siku mbili. Siku mbili ndio zinaadhimishwa hii Eid al-Fitr. Inaadhimishwaje? Sasa hii Eid al-Fitr haina tarehe maalum. Yaani hata kama kalenda yoyote ambayo unaiona imeonyesha kwamba Eid al-Fitr itakuwa tarehe fulani, pale wanakuwa wana hisia, wanatarajia, yani inakuwa matarajio kwamba itakuwa tarehe fulani. Lakini hii sikukuu haina tarehe maalum. Na hii sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo ni siku mbili inategemea na mwandamo wa mwezi. Baada ya Ramadhani kufanyika pale, watu kufunga Waislamu na Ramadhani, baada ile funga kuisha, ndo pale sikukuu ya Eid al-Fitr itatangazwa baada ya mwandamo wa mwezi. Na tutapewa taarifa na viongozi wetu wa kidini. Viongozi gani wa kidini na nani mwenye mamlaka ya kutangaza ili iwe sikukuu ya kitaifa? Kwa sababu kiongozi wa kidini wewe unaweza ukatangaza kwamba sikukuu ya Eid al-Fitr labda ni kesho. Lakini je, ili iwe ya kitaifa tunatumia mamlaka gani au sheria gani? Kuungana na mimi utajua huko mbeleni nani mwenye mamlaka na mamlaka kapata wapi na sheria gani. Kwa hiyo Eid al-Fitr ni sikukuu ambayo tutapumzika kwa siku hizi mbili, siku mbili Eid al-Fitr. Sikukuu ya 4 ni Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu, wengi tunajua Wakristo huwa mnaadhimisha hii sikukuu. Kwa hiyo ni sikukuu ya 4 ni Ijumaa Kuu. Kila mwaka tutakuwa tunaadhimisha. Na Ijumaa Kuu huwa ina tarehe maalum na adhimisho. Na pia sikukuu ya 5 ni Pasaka, Jumatatu ya Pasaka. Wengi wenye dini ya Kikristo wanaita Jumatatu ya Pasaka. Pia hii ni sikukuu ya kitaifa. Yaani sikukuu ya kidini na pia ni sikukuu ya kitaifa. Kwa taifa linaadhimisha hii sikukuu kwa ujumla. Kwa ina maana watu watapumzika kwenye hii sikukuu wote, sio Wakristo peke yake. Kwa sababu tumesema hii nchi haina dini. Kwa hiyo wananchi wana dini, kwa hiyo imechukua sikukuu zao za wenye dini, tuseme Waislamu na Wakristo, wakaziweka pamoja ili tuzisherehekee kama taifa. Sikukuu ya 6 ni Eid al-Haji. Hii kwa maarufu wanaita sikukuu ya kuchinja. Hata sikukuu ya kuchinja ila Waislamu wengi kwa sababu hawezi kwenda hija, wanaenda wachache, lakini ndio sikukuu ya kuhiji. Naenda kuhiji na baadaye mnaisherehekea sikukuu ya kuchinja. 7 ni sikukuu ya Muungano. Sikukuu ya Muungano tunajua ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambayo inasherekewa kila tarehe 26 ya mwezi wa 4. Tunasherehekea sikukuu ya nini? Ya Muungano. Ya 8 ni sikukuu ya wafanyakazi, Workers Day. Sikukuu ya wafanyakazi tunasherehekea kila Mei Mosi. Wafanyakazi wanapenda kusema Mei Mosi. Sikukuu za Mei Mosi maana tarehe 1 mwezi wa 5 tunasherehekea sikukuu ya Mei Mosi. Tukumbuke ni kila mwaka. Yaani sikukuu ambazo zimekuwa hapa ni kila mwaka zinasherehekea. Ya 9 ni sikukuu ya Maulidi ya Mtume. Wapenzi wa Islam, na sikukuu zenu hizi nao zimejumuishwa. Hiyo ni sikukuu. Yaani ikija kwenye sheria hii ya holidays ni sikukuu. Inaanza sasa ni sikukuu ya Waislamu, lakini nikitamko kwenye sheria huku ni sikukuu ya wote. Ila ni watu maalum ambao ni sikukuu yao ya kidini ni Waislamu. Maulid Day. Wengi wanasema Maulidi ya Mtume. Kuonesha vifaa vya kilimo, mazao na vitu vingi ambavyo vinahusiana na masuala ya kilimo. Ndio siku ya 8. Wakulima ndio sikukuu yao. Si sikukuu nyingine ambayo ni ya 11 ni Nyerere Day. Sasa hii sikukuu ya 11 sio ni Nyerere Day peke yake. Yaani hii inaadhimishwa ni siku ya Nyerere na mbio za Mwenge wa Uhuru. Ndio inaadhimishwa hii siku. Lakini wengi mshazoea kusema Nyerere Day. Hapana, sio Nyerere Day peke yake. Ni siku ya Nyerere na mbio za Mwenge wa Uhuru, ambayo hii sikukuu inaadhimishwa kila tarehe 14 mwezi wa 10 Oktoba.
tunaadhimisha sikukuu ya Nyerere Day na mbio za mwenge wa uhuru tunaadhimisha. Wale wakimbiza mwenge nadhani wananielewa. Mwenge huko unaendelea kukimbizwa, wanaelewa hii sikukuu ikoje. Lakini ni sikukuu ya Nyerere na pia na mbio za kukimbiza mwenge wa uhuru. Siku ya 12 ni siku ya uhuru. Uhuru mwaka gani? Nishaelezea kwenye vipindi vyangu vilivyopita pale. Vipindi vyangu vya awali. Tulipata uhuru mwaka gani? Kwa hiyo hatuangalie ule mwaka katika kusherehekea sikukuu. Tunaangalia ile tarehe ambayo kila mwaka inajirudia, ambayo tarehe 9 mwezi wa 12. Kila mwaka tunasherehekea hii sikukuu ya uhuru. Siku nyingine ya 13 sikukuu ni sikukuu ya Christmas. Hii wapenzi wa Kristo, wenyewe yao wa Kristo wanapenda kuisherehekea sikukuu hii ambayo ni tarehe 25 mwezi wa 12. Ni siku ya Christmas, tunasherehekea wa Kristo. Lakini kwenye sheria hii ni sikukuu, maana yake tunaisherehekea kwa wote, ila walengwa wakuu ni wale wa Kristo, ndio sikukuu yao. Na sikukuu ya mwisho ambayo imetajwa katika jedwali hili, sikukuu ya 14 ambayo imetajwa pia katika hii sheria, ambayo kama tulivyorejea awali ni kifungu cha pili ambacho kimetuelekeza twende kwenye jedwali au kwenye schedule tukazipata hizo sikukuu zilizopo. Na huku sikukuu ambazo zimewekwa ni 14 tu, na hakuna nyingine ambayo imeongezwa. Sikukuu ya 14 ni ipi? Ni siku ya Boxing Day. Wengi wanapenda kusema ni siku ya zawadi. Hii inasherekewa kila tarehe 26 ya mwezi wa 12. Maana yake tunatoka Christmas tunakuja siku ya Boxing Day au siku ya zawadi. Kwa hiyo hizo ndio sikukuu ambazo zimeorodheshwa na sheria hii ya sikukuu za taifa au sikukuu za umma, the Holiday Act. Umekumbuka kuna swali tuliuliza kule juu awali kwamba kwa nini Karume Day na Sabasaba hazijawekwa kwenye sheria hii, na hizo sikukuu zinaadhimishwa kila mwaka, kwa sababu Sabasaba ni sikukuu ya kibiashara, yaani wafanya biashara. Na inaadhimishwa mwezi wa 7 tutaadhimisha, na kila mwezi wa 7 huwa tunaadhimisha Sabasaba. Na pia Karume Day, siku ya Karume. Sasa ujiulize, kwa nini hazijawekwa kwenye sheria hizi? Na sisi muongozo wetu wa sheria, kitu ambacho hakipo kwenye sheria, jambo ambalo halipo kwenye sheria, hiyo siyo sheria. Sasa tujiulize, kwa nini hazijawekwa kwenye sheria hii? Je, zimefutwa au ni vipi? Na kama hazijafutwa, tunaulaumu nani kutokuweka hizi siku zilizobakia, hizi siku mbili, Karume Days na Sabasaba, ambao kwa ujumla wake zinatumia siku 16 za kitaifa. Chief Draftman wa Bunge, hii ni kazi yako pamoja na wenzako. Changamoto ni nini iliyofanya paka hizi sikukuu zisiwekwe kwenye hii sheria ambayo inaongoza hizi sikukuu za umma? Kwa hiyo naomba ujumbe wangu ufike kwa Chief Draftman, atuambie sababu ni nini iliyofanya hizi zisaulike kwenye sikukuu za Uislamu ambazo zinategemea huu muandamo wa mwezi, kama Eid al-Fitr tuliyosema awali, ambazo zinasherekewa siku hizi mbili baada ya mwezi Ramadhani kuisha. Ule mwezi unaofuata ile ndio tunaanza kusherekea siku ya Eid al-Fitr ambayo ni siku mbili, ambao pia tunategemea muandamo wa mwezi. Sasa tulikuwa tushazoea kuwa BAKWATA ndio mwenye mamlaka ya Waislamu wote Tanzania, na BAKWATA ndio mwenye mamlaka ya kutangaza kwamba hii Eid ni siku fulani na siku hiyo itakuwa siku kuu ya umma ya kitaifa, kwamba mwezi mwonekano umeandama, kwa hiyo kesho itakuwa Eid. Na kama kesho na kesho kutwa inakuwa nini? Zote Eid. Eid moja na Eid mbili. Haya, tulikuwa tumezoea hivyo, na BAKWATA walipewa mamlaka hayo na serikali ambayo ikiongozwa na msajili wa vyama na msimamizi mkuu, Administrator General, ndio limpa BAKWATA haya mamlaka ya kuwa anafanyaje, anatangaza na inakuwa sikukuu ya umma kwa wote. Sasa Eid iliyopita alitangaza mufti mkuu, ambaye huyu mufti mkuu yuko chini ya BAKWATA, alitangaza pia watu tukasherehekea sikukuu ya Eid. Ndio sasa naomba utambue jambo moja. Kwa mujibu wa kesi iliyotokea hivi karibuni, kesi ya Sheikh Profesa Hamza Mustafa Njozi na wenzake 9 dhidi ya msimamizi wa vyama Registrar of Societies na wenzake 4, ambayo kesi iliamuliwa mwaka 2025 pale kwenye mahakama kuu, ambayo ilisema BAKWATA sio mamlaka ya Waislamu wote, yaani BAKWATA sio baraza lenye mamlaka ya kusimamia na kuongoza Waislamu wote nchini. Sio, umenipata hapo?
ambayo hii kesi imezua mjadala mkubwa. Tutakuja kuielewa baadaye hii kesi, tutakuja kuielezea baadaye. Kwa unatakiwa uwe na mimi moja kwa moja ili uweze kuelewa. Kwa hii kesi imezua mjadala mkubwa kwamba nani mwenye mamlaka kwa sasa kwenye masuala ya Waislamu wote nchini Tanzania, na kwa nini BAKWATA haina mamlaka hayo kwa sasa kusimamia Waislamu wote nchini Tanzania. Tutajua. Naomba tuendelee, ila usitoke, ungana na mimi moja kwa moja, tuendelee kuelimishana kuhusiana na haya mambo ya kisheria. Hapa nazungumzia mambo ya kisheria, na mambo ya kisheria yanagusa kila sehemu. Wewe sio Muislamu, wewe sio Mkristo, unahisi kwamba hizi sheria hazinihusu. Hapana. Kwa mfano wewe Muislamu, nikienda kuelezea hii kesi ya BAKWATA, utanielewa kwamba kumbe sheria inatugusa wote moja kwa moja.